mambo vipi? Wananiita Viva. Nie, unaona nimekaa kama mtoto fulani hivi mpole. Mimi nitakuwa navaa magauni, kumbe ukiniangalia hivyo utasema kapole. Wananiita Viva, ukingo, we sipendezwe. Upole sio posheni yangu. Kwa nini kujidanganya? Hapana. Wananiita Viva, ukingo, mamjengo, mlima wa Sayuni, Toyota. Wewe mtu unakuwa na jina mpaka la gari utakuwa mpole? Sio kweli. Maana leo tuko na mwali wetu. Mwali huyu mwana alikuwa anataka kuharibu katikati. Nikamwambia mwali, samahani, sina mwali kama wewe huku kwetu. Sina. Mwali, punguza maji utie mchele. Sina mwali kama wewe. Alikuwa anataka yaani bado kidogo tu atuharibie shughuli. Bado kidogo, lakini mwali awe hapa katikati kanichezea kama Pele marehemu, Mungu amlaze mahali pema. Unanielewa? Kanipigia tektaka za kutosha mwali. Kanitolea pishi hilo, ule baba mpaka sasa hivi analila. Amini macho yake. Tumempikia sio Korean food. Mpaka dakika hii namwangalia mke wake hivi. Amini. Ndo sisi. Sisi ndo sisi na hakuna kama sisi mwali. Anayenipa jeuri sasa ya kuongea hapa si mwingine, anaitwa Chick Beauty Care. Huyu bado anadili na mambo yote ya wanawake, especially ya chumbani. Sawa sawa. Kwa kama una changamoto yoyote unateseka nayo wakati Chick Beauty Care yupo, tutakushangaa. Mwali, kama unatoa harufu kwenye kibiology, umepoteza appetite ya chakula, mwali ufiki wewe Kilimanjaro, hujawahi kufika ndugu yangu, wewe hujawahi kufanya utalii wa ndani, mwali unatukosea. Kiuno kigumu mwali, nimekwambia pale kuna mafuta. Kingo za bahari zimetanuka ndugu yangu, na hii mvua inavyonyesha kila siku, yule pale ana wakandarasi ambao wanatengeneza zile kingo za bahari zinarudi. Wakandarasi wake sijui anawatoa wapi. Elewa wakandarasi. Chick Beauty Care yuko pale kwa ajili yako jamani. Nisemeje? Unataka kushusha tu viwango wakati Chick Beauty Care yupo kweli? Mpigie simu leo, namba zake hizo hapo ndugu yangu. Anafanya delivery mkoani, anatuma. Mwali, naomba unisikilize. Leo tuko na shoga yetu ana miaka 8 kwenye ndoa. Yaani sio juzi, sio jana, ila basi tu alikuwa anataka tu kutufedhesha kwa kukurupuka. Sijui angepata faida gani. Ndoa ina miaka 8, hiyo ndoa ina watoto 3. Shoga yetu ni mfanyabiashara. Maana anatoka anaingia anavyotaka. Bwana kama yule ni mfanyakazi mwajiriwa. Sawa sawa, anatoka asubuhi, anarudi jioni. Bwana kama yule ni mtu serious. Ni mtu mwenye misimamo. Ni mtu ambaye anaaminika. Anaombwa ushauri kwenye familia yao, yeye ndo top. Mama yake asikia elewi. Baba mwenye status yake mwanake. Kwanza kampita shoga yetu miaka 9. Fanya kama unanisikiliza vizuri. Miaka 9. Unanielewa? Yaani maana unazaliwa mpaka uko darasa la 4 ndio mwenzako anazaliwa. Miaka 9, good 9 years. Ni baba mzuri na baba bora. Anajua majukumu yake, anajua huyu mke wake avae nini, ale nini. Huko na huko unafahamu kasumba ya dada wa kazi. Wanakaa siku 2 wanaondoka. Amekaa sana miezi 6 kaondoka. Mwishoni hapa akapata mdada wa kazi. Amekaa miaka hiyo 2. Kama unavyojua ili ukae na mdada wa kazi lazima kidogo ujichetue. Uwe kama yeye. Afanye mambo mabaya tena umchekee. Umenielewa? Akienda kwao kusalimia wewe tena unapiga simu kama kichaa. Jamani za huko. Yote hiyo haikurudi nyumbani. Nikutumia nauli usijali, na kutumia tiketi usijali. Yote hiyo tunawabembeleza ili wakae na sisi. Una watoto 3 mwali, umezaa haraka tena. Ili ukimzaa na biashara, maisha yashakuwa magumu, utafanyaje? Huyo mwisho alikaa miaka 2. Alikuwa msaada kweli kwetu. Lakini alitusaidia kila kitu. Hata yale ambayo hakupaswa kutusaidia mwali alitusaidia. Mwali, picha linaanza. Shoga yetu amekaa mwaka mzima kimya, hakuna kwaro, hakuna nini. Hatujasikia chochote wala chochote. Mwali ni msichana bora. Hatumwi, anajituma. Anapenda watoto mwali. Anajua wale saa ngapi, wavae saa ngapi, waoge saa ngapi. Si unanielewa? Siku hiyo shoga yetu yuko nyumbani. Wapo yeye na msichana. Mwali ilikuwa usiku,
sijui walikuwa wanapika, si ndio walikuwa wanapakua. Kama unavyojua ndugu yangu, wanaojiamuliaga mambo wakakata umeme, umeme umekatika. Shoga yetu pale hana simu, akaomba simu ya dada awashe tochi. Kumbuka kuna watoto wadogo wako pale around. Dada yule katoa simu, kawasha kitochi, kampa shoga yetu. Simu ya tachi kampa shoga yetu. Punde si punde, akiwa ameshika ile simu mkononi, ujumbe ukaingia. Niko njiani narudi, nikukuta umevaa ile gauni. Kama unavyojua simu kubwa pale kwenye display pale juu, unaweza kusoma message kama fupi, unaisoma yote tu vizuri. Dada kuangalia hivi ile simu, shoga yetu, kama nilivyokuambia, kuna kitu kiko hapa. Kikianza kufinya finya, hilo jambo lichukulie serious. Usicheke na yoyote. Viva sikupata amani tangu saa hiyo, moyo ulikuwa unauma vibaya. Moyo unauma, dada anahangaika tu, katoa hiki, kakusanya watoto. Yeye tena akili shaama. Hajui tena kama TANESCO amekata umeme, anaona giza sawa na mwanga sawa, vyote vinafanana. Mwale wetu akasema hapana, siwezi kudhulumu nafsi. Message nitaisoma na namba nitaiona. Mwali kushika hivi simu kutaka kuingia kule ndani, kwani anaweza? Pattern mama iko strong vibaya. Dada kama wewe, hebu njoo kwanza. Uko sawa? Ndio. Kuna message imeingia huku sijaielewa. Naomba nitolee pattern. Dada ana shake hivi kama Michael Jackson. Auntie, toa pattern. Dada, kwani kuna nini? Akaambia ndugu yangu utatoa pattern. Yaani ungetoaga pattern mapema. Oh, sina ndakona huyu anijui. Aliinuka pale kama kifaru mwali. Unafahamu jambo likishaingia hapa, mume anauma. Akaamba nitakutandika mabao, utoamini shoga yangu. Utoamini shoga yangu. Sitaki kugombana na Jamhuri. Toa pattern. Mwali pattern ikatolewa. Pattern iko pale, iko WhatsApp, yuko kwenye message za kawaida, yuko kwenye picha, yuko kwenye ana pattern kama nani, na sijui anakumbukaje jamani. Sijui anakumbukaje. Atasahau kuosha chupa ya chai, lakini pattern zote ziko hapa. Dada kuingia hivi kwenye ile simu, anakuta tena message sio ya nini, lakini namba sio ya baby, namba nyingine. Jamani, wana trick. Namba nyingine mwali. Tuangalie usajili mwali. Usajili unasoma jina la kike. Jamani, namba sio ya Bamjengo, usajili sio bwana kama yule. Sasa mwali, chukua hii. Sasa hivi wanachukua namba nyingine, sawa sawa, usajili wa kike. Aibu utaona wewe. Ukiangalia namba sio yake, njoo kwenye usajili sio wa kwake, ndio utakapo bora mwali, bora mwali. Akaendelea, nimekutumia hela. Dada kaona kumbe anatumianaga miamala, kwa sababu shogato alikuwa anaomba namba ya 30 nitume nyumbani, sio na nini. Bwana kama yule anajibu nimeshakutumia, angalia. Dada kaona isiwe shida. Kule kwenye miamala inasoma jina la Bamjengo. Kuna nini tena? Mwali kavurugwa. Zile 30 alikuwa anaona kama 3 milioni. Mwali manake sisi Bamjengo akimtumia mtu hela, zile sifuri ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, tunaona kama 3 milioni. Sijui nakuambia nini wanawake. Tumeumbwa kutawala, ni vile vya kwetu tu. Hata tulivyoumbwa, na ndio maana ndoa za mitaala mwali. Ukiwa mtu anakwambia naweza ndoa za mitaala, ndugu, huyo muongo. Muongo. Dada kama wewe, hii imeanza lini? Hii Sidingo the Need imeanza lini? Mpaka mnaitana majina haya. Majina mwali, humo ndani mke wangu, utamu wangu, mrembo. Usinifanyie hivyo. Kwa nini unanikasirikia? Jana hujaongea na mimi. Kwa nini umewahi kulala? Yule bwana tena akisafiri, na safari nitakumisi sana. Kati yangu mimi na mke wako utamisi, nitakumisi wewe, ule niko naye tu. Okay.
Naomba uniambie imeanza lini? Oh, mama, haijaanza siku nyingi, hatuna muda mrefu. Tukarudi kwenye miamala mwali. Miamala inasoma miezi 6 iliyopita. Miezi 6 iliyopita mwali anafanya tukio na tuko pale pale. Je, vibiology tayari experiment? Tayari nashukuru mama yangu. Asante sana. Mwali akanipigia simu. Viva, siwezi. Namba zao naondoka mimi. Siwezi. Nishachukua hizo message. Nataka nimrushie. Siwezi kabisa. Kama mwali, unamrushia nani? Baba kama yule? Namba ya kwake? Usajili wa kwake? Mwali utapigwa makofi. Utachezea makofi. Siwezi. Kizunguzungu, kaambia kizunguzungu zunguka nacho hicho. Zunguka nacho ama kaa chini uzunguke nacho, kinaishaga hicho baada ya dakika 10-15. Hakikisha tunapata hewa ya kutosha. Basi. Kukurupuka sitaki, no. Alafu kisha kurupuka ili iweje? Unaondoka alafu